Watu wengi sana wameshasikia kwa habari ya Roho Mtakatifu, na wengine imefika wakati wanatamani kufika kiwango cha kunena kwa lugha, wengine wanatamani wafike kiwango cha kufanya miujiza, wanatamani uamsho. Dunia ya sasa inalia kwa habari ya uamsho wa Roho Mtakatifu, kila mtu anatamani. Lakini natamani leo hii twende hatua hata kwa hatua, tujifunze kwa mtu yule ambaye anatamani kumpokea Roho Mtakatifu, anatamani kujawa na Roho Mtakatifu. Ni hatua zipi azichukue ili aweze kufika kiwango cha kupokea Roho Mtakatifu, hata kunena kwa lugha, hata kufanya miujiza, hata kuamuru na aone matokeo kwa jina la Yesu. Karibu sana. Kama wewe ni mgeni, tafadhali subscribe chaneli hii ili uweze kuwa sehemu ya darasa hili ambalo tunajifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, kwa habari ya maombi na kwa habari ya imani. Kama wewe ni mwenyeji, basi karibu tuendelee kujifunza. Mungu akubariki sana. Tutazame ni hatua zipi ambazo mtu anatakiwa kuzichukua ili aweze kumpokea Roho Mtakatifu. Hatua hizi ambazo tunakwenda kuzijadili ni hatua za kibiblia ambazo ni watu wengi sana wamezipitia. Hata wanafunzi walizipitia hatua hizo na wakazifundisha hatua hizo. Hivyo naamini ya kwamba unapoenda kuzifanyia kazi na wewe utapata matokeo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na hatua ya kwanza kabisa ambayo mtu anatakiwa ichukue ili aweze kumpokea Roho Mtakatifu na kujawa na Roho Mtakatifu na kubatizwa Roho Mtakatifu, hatua ya kwanza ni kuamini. Cha kwanza kabisa ni kumwamini Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hiyo ndo hatua ya kwanza kabisa. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 7 na mstari wa 37, Biblia inasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema kwa habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Neno Yesu alikuwa hajatukuzwa linamaanisha kwamba Yesu alikuwa bado hajaenda msalabani, lakini Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuwa anasema kwamba aniaminie mimi. Maanake Yesu alikuwa anasema yule anayemwamini yeye, na Biblia inasema hivi katika mstari wa 39 ya kwamba neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wamwaminio watampokea. Kwa sharti la kwanza ni kumwamini Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kama umemwamini Yesu Kristo, manake wewe hapo una kigezo cha kumpokea Roho Mtakatifu. Sasa nini hatua ya pili ambayo mtu anatakiwa ichukue ili aweze kujawa na kumpokea Roho Mtakatifu? Hatua ya pili ni kutubu. Hatua ya pili ni kutubu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 38, Biblia inasema hivi, ukianzia mstari wa 37, Biblia inasema walipoyasikia hayo wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume, tutendeje ndugu zetu? Kumbuka hapa Petro alikuwa akihubiri kwa habari ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aliposhuka wakataka wafahamu nini ambacho wamekipokea. Ndipo Petro akahubiri, akatoa mfululizo mpaka kuzungumza kuhusu Roho Mtakatifu. Ndipo wale watu wakachoma mioyo yao, wakamwambia tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia tubuni mkabatizwe. Akawaambiaje? Tubuni mkabatizwe. Anasema hivi, kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa unaona kwamba hatua ya pili anasema kwamba tubuni. Sasa nini maana ya kutubu? Watu wengi sana wanaposikia kwa habari ya kutubu, wengi bado hawajaelewa, na ndio maana kuna wengine huwa wanasema kwamba Pastor, mimi nimekwisha kuokoka, mimi nimeshawahi kutubu, lakini mbona sioni kujazwa na kubatizwa na Roho Mtakatifu? Nisikize mwana wa Mungu, Biblia inapozungumza kwa habari ya kutubu, kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kama mtu alikuwa akielekea mashariki, anageuka, anaanza kuelekea magharibi. Biblia inasema katika Warumi sura ya 12, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua kama mapenzi ya Mungu. Biblia inasema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Sasa Biblia inapozungumza kwa habari ya kutubu ni kuacha mtu, ni kufanya maamuzi ya ndani. Kwanza anajutia maisha yake yaliyopita, lakini pia anafanya maamuzi ya kwamba kuanzia leo nitaanza kumfuata Roho Mtakatifu,
nitaacha kufuata namna ya dunia hii. Ndipo Roho Mtakatifu anapoona maamuzi, anakuja kwa huyu mtu ili aweze kumsaidia. Roho Mtakatifu hawezi kuja kwa mtu ambaye bado hajafanya maamuzi ya kuacha kuifuata dunia na kumfuata Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu yeye ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni tofauti na mapepo. Mapepo yanaweza kaingia ndani ya mtu yakaanza kumforce kufanya vitu, ila Roho Mtakatifu hawezi kufanya kitu kwa kumforce mtu. Anafanya kile kitu ambacho mtu ana uhiari nacho, ana maamuzi nacho, ana willing. Kwa Roho Mtakatifu ni mpaka siku umekuwa tayari kuongozwa na yeye, ndipo Roho Mtakatifu atajaa ndani mwako. Na ndio maana ukiwafuata watu wengi sana ambao wamejawa na viwango vikubwa vya Roho Mtakatifu, moja ya sifa yao wanaishi maisha ya kumfuata Roho Mtakatifu. Sio kwamba labda wamefika kiwango cha ukamilifu cha perfection, hapana, ila utaona kwamba mioyo yao na bidii zao wamesalenda, wamejiachilia kumfuata Roho Mtakatifu. Nini anawaelekeza? Roho Mtakatifu anapoona moyo ambao upo tayari kumfuata, Roho Mtakatifu anajaa ndani mwake. Mwingine atasema mbona mwongea kitu kigumu sana? Wala sio kitu kigumu, ni kitu chepesi sana. Ni wewe hata saa hii unaweza ukaenda kwenye magoti, ukapiga magoti, ukaambia Roho Mtakatifu, ninakuhitaji, niko tayari uongoze maisha yangu, ninasalenda kwako. Nikwambia hakika Roho Mtakatifu atashuka na atakusaidia kuanza kuishi maisha matakatifu, na hapo ndipo utakapojawa viwango vikubwa vya Roho Mtakatifu. Na hatua ya tatu ambayo ni ya muhimu sana 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 ni hatua ya kuwa na kiu na Roho Mtakatifu. Ni hatua ya kuwa na kiu, yaani shauku ya kupokea Roho Mtakatifu. Yesu Kristo anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 7 na mstari wa 37, Yesu anasema hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasema, akapaza sauti akisema, mtu akiona kiu aje kwangu anywe. Yesu Kristo alikuwa anasema mtu akiona kiu aje anywe. Maanake nini? Anaposema mtu akiona kiu, maanake sifa ya kwanza ni mtu huyu akiwa na kiu aje anywe. Ndio maana kwa maandiko anaweka wazi katika Mathayo sura ya 5 na mstari wa 6 ya kwamba aliye na kiu na njaa ya haki huyo atashibishwa. Maanake ukiwa na kiu, ukiwa na njaa ya haki, hakika utashibishwa kiu yako ya rohoni kwa jina la Yesu. Na hatua ya mwisho kabisa ambayo hii ni ya muhimu, ukiifikia hii ni kwambia hakika utapokea Roho Mtakatifu, ni kuinua imani yako kupokea Roho Mtakatifu. Sasa Biblia imeweka wazi katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 na mstari wa 14. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia 3:14, Biblia inasema hivi, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ahadi ya Roho inapatikana kwa njia ya imani. Sasa kwa njia ya imani katika namna gani? Ni katika namna 3. Namna ya kwanza ni watumishi kukuwekea mikono. Maanake nini? Unapoamini kumpokea Roho Mtakatifu, tunajua kwamba imani ni vitendo. Sasa unaweka imani yako pale watumishi wa Mungu wanapokuwekea mikono, unapokea Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8, Matendo ya Mitume sura ya 8 na mstari wa 17, Biblia inasema hivi, ndipo wakaweka mikono yao juu yao, nao wakapokea Roho Mtakatifu. Mitume walipoweka mikono juu yao wakampokea Roho Mtakatifu. Manake nini? Inua imani yako kumpokea Roho Mtakatifu. Watumishi wa Mungu wakaweka mikono juu yako ukapokea Roho Mtakatifu. Lakini pia unaweza ukainua imani yako wakati mtumishi wa Mungu anahubiri ukapokea Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 44, Matendo ya Mitume 10:44, Biblia inasema hivi, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Unaona, hao watu imani, walikuwa na imani ndani mwao. Petro alipokuwa akihubiri, alipokuwa tu akizungumza, waliposikia lile neno, Roho Mtakatifu akawashukia, na wote maandiko yanathibitisha kwamba wakaanza kunena kwa lugha wakimtukuza Mungu. Na ya tatu na ya mwisho, ukiinua imani yako ni kutawa. Tunasema kutawa. Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 kabisa mstari wa 4 na wa 5,
Yesu aliwaambia wanafunzi kwa habari ya kutawa. Kutawa ni nini? Kutawa ni kukaa mahali pamoja kwa muda fulani huku ukimngoja Bwana. Maanake nini? Ni mimi naenda maybe kanisani au chumbani kwangu au popote, ninakaa humo nikimwambia Bwana, niko mahali hapa, nina kiu na wewe. Nitakaa maybe siku moja, siku mbili, siku tatu. Sasa Yesu anaambia wanafunzi wake, hata alipokuwa mkutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba. Wanafunzi wa Yesu walijenga imani walipoambiwa kungoja, wakangoja. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 13, Biblia inasema hivi, hata walipoingia wakapanda orofani walipokuwa wakikaa. Mstari wa 14, hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Unaona, Yesu Kristo alipoambia wanafunzi wake kaeni hapa Yerusalemu, wakapanda orofani, wakakaa, wakakaa mahali wakiwa wanamsubiri Mungu ili apate kutokea. Ni kukaa mahali pamoja ukimwambia Bwana, sitotoka mahali hapa mpaka unijaze Roho wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama utapitia hatua hizi ambazo tumejifunza, hakika nikwambie utapokea Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Haleluya. Kuna watu wengine huwa wanasema hivi, Pastor, nimefanya hatua zote hizo, mbona bado sijapokea? Tafadhali usikose somo lijalo, kwa sababu nitajibu maswali hayo ambao watu wengi wako nayo, kwamba nimefanya yote hayo nilofundishwa, ila mbona bado sijaona. Mungu akubariki. Tafadhali kama bado ya subscribe. Acha nikakuombea. Baba, katika jina la Yesu, najua yuko mtu ambaye ana kiu, ana shauku, ana njaa. Ninakuomba Bwana ukamjaze Roho wako kiwango cha kufurika. Anapoinua imani yake Bwana, kwa mkono ulionyosha juu yake, akapokea Roho Mtakatifu. Ninakuombea katika jina la Yesu, saa hii kwa imani ulionayo ukapokea kiwango cha Roho na kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana. Tafadhali usikose somo lijalo. Mimi ni Pastor Ulenje. Karibu kwenye darasa hili tena na tena. Tafadhali kaa kwenye darasa hili, tuendelee kujifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu, maombi na kwa habari ya imani. Mungu akubariki sana.